Karibu katika Rinyo Updates kwa taarifa mbalimbali za kimichezo. Hapo utapata uchambuzi, matokeo na matokeo mbalimbali ya kimichezo, burudani, lakini pia habari mbalimbali za kisiasa, kijamii, kidiplomasia na nyinginezo nyingi zaidi. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu Rinyo Updates TV. Taarifa hizi kemkem hapa ndo kwani. Klabu ya Yanga mawakilishi walikuwa na taifa Tanzania kwa upande wa klabu bingwa maanisha CAF Champions League. Klabu ya Yanga wameshawasili pale nchini Nigeria baada ya kuanza safari yao siku ya jana kwa ajili ya kwenda katika mchezo wao wa pili wa kundi A wa Ligi ya Mabingwa Afrika, ambapo watakabiliana na MC Alger ya pale nchini Nigeria. Tunajua katika michuano hii kumekuwa na figisu kadha wa kadha zimekuwa zikikumba vilabu vyetu, lakini kwa mara hii tunaweza kusema kwamba Yanga na sekretarieti yao pamoja na waratibu mchezo wameweza kuruka mchezo waliokuwa na waajiri hao. Katika nasema hii inaweza kuwa ni habari njema kwa klabu ya Yanga baada ya taarifa kutoka Algeria kubainisha kwamba mchezo wao wa Ligi ya Mabingwa Afrika kundi A dhidi ya MC Alger utaziwa pale pale ulipopangwa na shirikisho la soka Afrika CAF CBA. Awali MC Alger kupitia rais wa klabu hiyo Mohamed Hakim walipeleka barua CAF kwamba kubadilisha uwanja wa mechi kutoka tarehe 5 Julai 1962 kwa uwanja na wakitaka kutumia Al La Puente, lakini ombi lao limekataliwa. Mechi hiyo imepangwa kuchezwa Jumamosi ya wiki hii katika uwanja huo wa 5 Julai 1962. Uwanja wa 5 Julai 1962 uliopo katika mji wa Algiers ni karibu zaidi na uwanja wa ndege wa Ouari Boumediene, ambapo Yanga itakuwa leo kuwasili leo mchana kutoka Dar es Salaam. Hivyo haitawapa wakati mgumu wa kuanzisha safari nyingine kwenda Douala na kutafuta uwanja wa Al La Puente. Rais huyo wakati akizungumzia ishu ya kutuma ombi la kuhamisha uwanja alisema, barua yetu imetolewa na CAF au uwezekano mzima mechi yetu dhidi ya Yanga ikahamishiwa mchezo uwanja wetu wa Al La Puente. Ndipo sababu za msingi kuwasilisha ombi hilo na mechi iwe mvuto pande zote, watu wafurahie mpira zaidi. Hata hivyo MC Alger waliangalia mbali zaidi kwa uwanja wa Al La Puente ndio wanaotumia zaidi katika mechi za nyumbani za ligi, hivyo wamezoea zaidi kulinganisha na uwanja wa 5 Julai 1962. Kitendo cha CAF kutokubali ombi la wenyeji wa mchezo huo ni hatua nzuri ambayo Yanga kwao imekuwa nafuu, kwani kama mchezo huo ungepelekwa Al La Puente, wawakilishi hao wa Tanzania wangelazimika kufanya safari nyingine ya umbali wa kilomita 17.62 kwa gari hadi kufika Douala kutokea Algiers. Timu baada ya kuondoka Dar es Salaam ilitarajiwa kufika Algeria leo Jumatano majira ya mchana, alisema mtoa taarifa huyo ambaye yupo nchini Algeria, na kuongeza baada ya timu kutua hapa Algeria katika mji wa Algiers itafika hoteli ya Legacy Luxury ambapo ndio kambi itakuwa hapo. Ni sehemu tulivu yenye uwezo wa kuwapa wachezaji nafasi nzuri ya kujiandaa na mchezo huo. Mtoa taarifa huyo alikwenda mbali zaidi na kusema kwamba kitu kizuri ambacho wamefurahia ni kuona mchezo huo utachezwa pale pale katika uwanja ambao awali ulipangwa. Mwanzoni tulipata taarifa kwamba wapinzani wetu wamepeleka maombi CAF kutaka mechi ya misho uwanja, ndio maana haraka uongozi ukafanya jitihada za kuwatanguliza watu nchini Nigeria kufuatilia kwa kina na kama kuna mabadiliko hayo tuone nini cha kufanya. Lakini baada ya kufika imefahamika kwamba mechi itachezwa pale pale katika mji wa Algiers, hivyo ni wazi ombi la wenyeji wetu limekataliwa, kitu ambacho kwetu kimekuwa nafuu, alisema mtoa taarifa huyo. Mbali na Yanga kuruka mtego huo wa kwanza wa mechi kwa mishio uwanja, pia nafuu nyingine ipo kutokana na mchezo huo kutokana na mashabiki kufuatia marufuku walionayo MC Alger. Hivi karibuni CAF kupitia kamati yake ya nidhamu ilitoa hukumu ya kuzuia MC Alger kucheza mechi 4 za michuano iliyopo chini ya shirikisho kufuatia matendo yao ya kinidhamu yaliyofanywa katika mchezo wa mwisho wa kufuzu hatua ya makundi msimu huu waliposhinda nyumbani 2-0 dhidi ya US Monastir ya pale Tunisia. Yanga huu utakuwa ni mchezo wao wa pili wa kundi A katika Ligi ya Mabingwa Afrika baada ya ule wa kwanza nyumbani kufungwa magoli 2-0 na Al Hilal ya Sudan. MC Alger kwao pia ni wa pili kufuatia
kufuatia mchezo wao wa kwanza ugenini kupata matokeo ya suluhu ya bila kufungana dhidi ya TP Mazembe Englaba ya pale Congo DRC. Kufuatia Yanga kuchukulia mchezo huo kwa makini mkubwa kama ilivyo kwa wenyeji wao, kocha mkuu Sad Ramovic amesema kuna kitu ameanza kukiona kikosini kwake. Ramovic ambaye tangu atambulishwe kikosini hapo Novemba 15 mwaka huu na kuiongoza Yanga kucheza mechi mbili za kimashindano ikiwemo moja ya ligi ya mabingwa Afrika na nyingine ligi kuu bara, amesema wachezaji wake wameanza kuingia kwenye falsafa anayoitaka. Weekend iliyopita baada ya Yanga kupata ushindi magoli 2 bila ugenini dhidi ya Namungo katika mchezo wa ligi kuu bara, Ramovic amesema ingawa tumefunga mabao 2 dhidi ya Namungo, lakini bado kuna issue ya kutumia nafasi haijakaa sawa. Nataka kuona wachezaji wakitumia vizuri nafasi tunazotengeneza ili kufunga mabao mengi zaidi. Ninaamini nina safu bora ushambuliaji, inahitaji marekebisho kadhaa ikiwemo kujengwa kisaikolojia ili kurudisha ufanisi wake. Ukiangalia kikosi cha Yanga, washambuliaji wao 4 wamekuwa na mchango mdogo wa mabao hasa ligi ya ndani. Katika washambuliaji hao, Clement Mzize na Kennedy Musonda ndio kidogo wana mchango mkubwa wa mabao kulinganisha na Prince Dube na Jean Baleke. Baleke ambaye amecheza mechi 4 za ligi msimu huu kwa dakika 166 amefunga bao 1, hana assist, wakati Prince Dube akicheza mechi 10 kati ya 11 kwa dakika 446 bila bao akiwa na assist 1. Kwa upande wa Mzize amefunga mabao 3 katika mechi 10 akicheza kwa dakika 457, hana assist, huku Musonda alikiwasha katika mechi ya kufuzu AFCON 2025 akiwa na Zambia akifunga mabao 5 ndani ya Yanga msimu huu. Kwenye ligi amefunga mabao 2, hana assist, akicheza mechi 8 kwa dakika 232. Yanga ilipaa na mastaa 25 jana mchana ikiwa na msafara wenye watu 53 wakiwemo wachezaji hao 25. Wachezaji waliosafiri ni makipa Djigui Diarra, Abdul Bumsheri na Komeini Abubakar, mabeki Bakari Nondo Mwamnyeto, Dickson Jobu, Ibrahim Abdullah Baka, Yao Kwasa Tola, Nixon Kibabage, Kibwana Shomari na Shadra Kiboka. Lakini kwa upande wa viungo wamesafiri pamoja na Maxi Nzengeli, Pacome Zouzoua, Mudathiri Yahya, Khalid Aucho, Stefan Aziziki, Dennis Nkane, Shahani Hamisi, Duka Buya, Clatous Chota Chama, Jonas Mkude na Faridi Musa. Kwa upande wa washambuliaji wamesafiri na Kennedy Musonda, Clement Mzize, Prince Mpumalele Dube na Jean Otos Baleke. Huo ndio mwisho wa ripoti hii kutoka kule Algeria. Endelea kusubscribe katika YouTube channel yetu Renew Updates kwa taarifa zaidi za kimichezo.